Nauliza, kwani Waislamu wakikufa wanazikwa hiyo siku hiyo hiyo? Asante. Muislamu akifa ni mambo matatu katika Uislamu yanafaa kuharakishwa. Jambo ya kwanza, mtu akitaka kuwa Muislamu anasilimishwa hapo hapo. Mtu akitaka kuoa anaozeshwa wasije wakafanya zinaa, na mtu akifa anaharakishwa, anazikwa siku hiyo hiyo, isipokuwa kuwe na dharura. Sasa mbona anazikwa siku hiyo hiyo? Ni kwa sababu mwili wa binadamu ulivyoumbwa na Mungu ni kwamba mtu yoyote akifariki, awe rais awe nani, mtu yoyote mwili wake unaanza kuoza hapo hapo. Sasa tunazika mtu kabla mwili yake haijaoza kabisa. Because ukipeleka mochari lazima mtu apasuliwe hapa kwa paja, iwekwe dawa ndio aweze, kisha awekwe kwa fridge. Unaona, ili wazuie huyu mtu asioze haraka, lakini bado anaoza. Unaona So ndio unaona tunazika mtu siku hiyo hiyo. Na wewe si umesema Mkristo? Mimi Mkristo. Na Biblia inasema mtu azikwe siku hiyo hiyo. Hebu muonyeshe hapo. Inasema mwalimu wangu. 5:5 Matendo. Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi kawapata watu wote waliasikia haya. Asante. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje wakamzika. Ala, kumbe mtu akifa vijana walimchukua wakamfunga katika kitambaa inaitwa sanda, wakamchukua nje wakamzika. Sio kuzika na sanduku, na sio kuzika mtu na suti na saa. Wengine wanazika mtu mpaka na tochi. Ya kazi gani hiyo yote? Saa hii wewe nakuuliza, ungependa mtu saa hii akuletee zawadi ukiwa hai ama wakati umekufa? Ukiwa hai. Alafu sasa wewe ukifa ndio utaona watu hata wanatoka Nairobi, wengine wanatoka mpaka Amerika, ati wanasema usizike huyo ndugu yetu mpaka tukuje, tutanunua suti 30,000. Wakati uko hai labda hata hujaivaa hiyo suti. Mbona wasikuletee wakati uko hai kama wanakupenda? Ndio maana yake Biblia inasema ya kwamba mtu alizaliwa akiwa uchi na atakufa akiwa uchi. Si ndio hiyo? Inafaa uondoke hivyo hivyo. Tunafunga tu na kitambaa nyeupe kwa sababu kukuweka pale ukiwa hivyo hivyo hautashikika vizuri. Tunakufunga na kitambaa nyeupe inaitwa sanda, tunakuweka kaburini. Hakuna kuzikwa na nguo katika Uislamu. Lakini Ukristo ndio mtu anazikwa chupi, lazima avalishwe mshipi, lazima avalishwe trouser, lazima avalishwe socks, avalishwe kiatu mpya, na mpaka kiatu unapiga kiwi. Ni kama huko kwa mchanga kunaenda kuangaliwa na kioo. Hiyo yote ni hasara. Alafu unaweka disco matanga. Watu wanakula, mtu anakuja anachanga 50, anakula 200. Ndio unaona hata mtu anakaa mochari miaka muda mrefu. Lete swali lingine. Ni hiyo tu nilikuwa nayo. Ni hiyo tu. So mbona usiwe Muislamu? Sisi tunakukaribisha uwe Muislamu. 3:19 Qur'an. Msaidie. 3:19 Qur'an. 3:19 Al-Karimu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tunaambiwa bila wasiwasi, dini ya ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. So wewe pia unafaa uwe Muislamu kwa sababu hiyo ndio njia peke yake Mungu anataka watu wawe katika hiyo njia. 3:102 Qur'an. 3:102 Qur'an. Tumsaidie huyu kijana omwami asije akaondoka tu hivyo hivyo bila kuelewa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha, wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa mtu asikufe isipokuwa amekuwa Muislamu. Kila mwanadamu atakufa. Mimi nitakufa, wewe utakufa, yeyote unayemuona atakufa siku yake ikifika, lakini Mungu anatuambia mtu yote asikufe isipokuwa amekuwa Muislamu. Sasa wewe kinachokuzuia kuwa Muislamu ni nini? Unajua shida ni nilizaliwa kiukristo. Sasa nikafuata mienendo ya Ukristo. Asante. So wewe ni innocent inheritor. Au kwa unajua ulizaliwa katika sehemu ambayo sio nzuri, inafaa urudi katika njia ya haki ambayo Mwenyezi Mungu anapendelea wanadamu wawe. Sikiza Qur'an nasemaje 2:170. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sisi hatukuambii ufuate wazazi wetu wala hatukuambii utufuate sisi, tunakuambiaje? Sikiza. Na wanapoambiwa fuateni aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, sisi tunakuambia ufuate aliyoteremsha Mungu, sio sisi ufuate sisi, ufuate yale Mungu ameteremsha. Usema bali tutafuata yale tuliyokutana nayo baba zetu. Asante. Je, hata kama baba zao walikuwa hawafahamu chochote wala hawakuongoka, bado watafuata tu.
Unaambiwa labda wazazi wako hawakujua ukweli, wewe utaendelea kuwafuata? Na wewe Mungu amekujalia umejua ukweli. Akakupa akili pia. Na Mungu amekupa akili, hajakuumba kama hayawani. So dini ya Uislamu ndio dini yako. Muhammad ndio mtume wako. Mungu ambaye anafaa kuabudiwa ni Mungu mmoja, sio wawili au watatu. So tunakukaribisha katika Uislamu. Unaswali msikiti yoyote ambao unaiona. Hakuna uzito katika Uislamu. Unaanza kusoma, unafanya kazi yako kuanzia saa 11 ama kuanzia saa 1 mpaka saa 2 unasomeshwa hapa msikiti, tena for free. Unajua ukweli mahali ulipo. Unaanza kumwabudu Mola wako. Tangu ulipoumbwa haujaiabudu Mungu, kwa sababu kuabudu Mungu mpaka upeleke uso wako chini. Lakini we ni innocent inheritor. Na angalia, Mungu ametutoa mahali alipotutoa, akatuleta katika mji wa Bungoma, na akakujalia wewe ukuje hapa na uulize swali. Hii yote si coincidence, ni Mungu amepanga. Kwa sababu alikuwa anataka wewe mja wake siku ya kiyama usiende kusema hukujua Uislamu mahali popote. Manake Mungu hadhulumu nafsi.